hamsikii lugha yetu ili nisungumze kwa Kimaasai. Mimi kama msemaji wa nyumba hii na kiongozi mmoja wa viongozi ndani ya taifa la Kenya, jamii ya Wamaasai tunaishi kutoka Lake Turkana, Northern Kenya, huko Loyangalani mpaka Lekule, Kwale huko ama mpaka Salata hapa Taita Taveta. Hiyo katikati yote Marsabit, Samburu, Isiolo, Laikipia, Nakuru, Baringo, Narok, Kajiado, tuko huko. Na katika hizo sehemu zote jamii ya Maa wanakaa vizuri na ndugu wa Kenya wengine. Na hata tukikuwa hapa Taita Taveta, we are a peaceful people. Sisi ni watu wa amani, sisi ni community tulifu, sisi ni watu wa kufanya bidii zetu na kuchunga ng'ombe zetu ama biashara zetu na wengine kulima kidogo kidogo. So we are a peaceful people. Sisi ni watu wa amani na watu wa undugu. Tunaomba pia mkono ya urafiki na undugu kwa wale wa Kenya wote tunaishi nao, na sisi mara mingi tunasukuma pia gurudumu ya utetezi kwa kabila ndogo ndogo. We advocate for minorities. Tunajua Wataita ni minority ama Wataveta ni minority, basi Wamaasai zingine tunasukumiwa huko na wengine, that Kenya is for all of us. Taifa la Kenya ni letu sisi wote. Na hata wakati katiba itabadilishwa tena, tutasukuma viti zingine iwekwe kwa minorities ili kila Mkenya asikie kwamba hako na nafasi ndani ya taifa hili. Kenya sio Kenya kama Maasai hana nafasi. Kenya sio Kenya kama Banyuni atapotea huko Lamu. Kenya si Kenya kama Mturkana hajisikie ni Mkenya. Kenya haikamiliki kama Mtaita ama Mtaveta ama kabila ingine ndogo hawana nafasi zao. We advocate for that. Tunasukuma hiyo gurudumu because tunataka taifa ambaye kila mmoja wetu anajisikia hako nyumbani kwake. Na kwa hivyo tukisukuma agenda yetu, tunasukuma pia na haki kwa kila Mkenya. Lakini mmesikia kwamba sisi ni watu watulifu, sisi ni watu wa amani. Of course sisi sio watu waoga. Mnajua tukianza kuzusha dunia hii itatetemeka. Lakini hatuzushi ofyo ofyo. Ni mpaka tuchokozwe vile KWS zingine wanatuchokoza, lakini tazungumzia hiyo maneno baadaye. But our brothers from here, brother Bwire, we give you a hand of friendship and we appreciate the friendship. Na tutaishi vizuri na nyinyi watu wa hapa, na tunawaambia ndugu zetu waishi vizuri na nyinyi, mfanye kwa pamoja kama kaunti yenu ili kwa pamoja tujenge taifa letu. Asante sana ndugu. Tumesikia kilio na tunajua kwamba kumekuwa na shida ya KWS na communities. Na tunajua kisheria national parks, kisheria ideally national parks sinastahili kuwekwa fence wanyama waishi huko na watu waishi kwingine. Hiyo inaitwa an ideal situation. Situation ambayo hakuna wanyama wako ndani ya community. Kisheria hiyo ndio inastahili kuwa. Lakini wakati inakuwa kwamba kuna wanyama wanaishi ndani ya community na inakuwa kwamba kuna uwezekano kwamba paka haitaweza kubeba hiyo wanyama, basi inakuwa national reserve ambayo wanyama na watu na mifugo wanaishi kwa pamoja. Sasa hivi katika ile mpango juzi ya sisi kama Kajiado kusema Amboseli ilikuwa ni dhuluma, historical injustice. Dhuluma ya nini? Ilikuwa ni mahali yetu ambayo imechukuliwa na serikali kuu na ikaturudia. Tukasema tutatafuta njia za wanyama, kwa sababu Amboseli ni sehemu ndogo. Kuwe na njia tunaita wildlife corridors, njia ya wanyama ya kwenda Savo, njia ya wanyama ya kwenda Mara, njia ya wanyama ya kwenda Tanzania Heartland, Kilimanjaro Heartland, hapo mpaka yenu ya tajirani Tanzania. Na kwa hivyo kujaribu kuweka fence Safo inakiuka hiyo nia ya creating space for wildlife to roam. Kutenga sehemu ya wanyama kuweza kwenda sehemu mbalimbali. So kile tutafanya, we will seek for dialogue because it does not work. Haisaidii wanyama, haisaidii KWS, haitusaidii sisi.
kwa sababu kwa sehemu kubwa wanyama wako wengi ndani ya community yetu kuliko wale wako ndani ya park. Isn't that the case, Pash? That is the case. So KWS, we invite you to a conversation. Tutawaita tusemezane, kwa sababu hiyo haitasaidia wanyama, na hao wanyama ni wanyama wetu pia na sisi. They are our wildlife. This is our heritage. Hawa ni wanyama wetu. Hawa sio wanyama wa KWS. These are our wildlife. So we are also stakeholders in a very big way. So mimi na waunga wabunge wetu mkono, Pash na Bwire. Senator, thank you for joining us, that we must have a dialogue ili hao wanyama wapate space to roam, mifugo yetu pia wapate space kuishi huko. We have a happy society, happy environment. In fact, Senator na wabunge, kuna mimea ambaye mbegu zao inabebwa na kinyesi ya ng'ombe, cattle dung. Ukitoa wanyama katika hizo ecosystem, mimea mingi zinapotea. That is why Amboseli died. Wakati ulitoa wanyama ndani ya Amboseli, Amboseli became a desert because many plants, their seeds are carried by cows. So ukitoa hao wanyama pale, unaharibu kitu inaitwa diversity. Kuna mimea zitapotea, na hiyo paka haitakuwa park tena, kwa sababu ng'ombe ndio wanabeba kupitia kucha zao, damu yao, ndio mimea zingine zinakuwa. Ukitoa hao wanyama, hiyo mpaka inakufa. So hiyo mazungumzo tutaisukuma polepole.